Bana, mambo vipi wadau? Ah, Bana, kumekuwa na story nyingi sana kuhusu namna timu zetu hizi mbili zinavyocheza game zao, hususan michuano ya ligi ya NBC pamoja na kombe la FA. Bana, kumekuwa na mambo mengi sana na maneno mengi sana yakizungumzwa kwamba eh, Yanga hakutani na mechi tafu kama anazokutana nazo Simba. Unajua wachambuzi wetu wengi wamekuwa ni watu ambao wanachambua mpira kwa mihemko. Mimi najiuliza maswali, yaani labda mfano Simba au Yanga anacheza na Dodoma lise. Kuna Dodoma anayecheza na Yanga, alafu kuna Dodoma mwingine ambaye atacheza na Simba. Au Dodoma ndo huyu. Yaani Dodoma akicheza na Simba anaonekana ni Dodoma fulani vibora sana. Lakini Dodoma anapocheza na Yanga anaonekana ni Dodoma mdhaifu. Hivyo hivyo utasikia kwa Prison, utasikia kwa Mashujaa, utasikia kwa nani. Yaani anaonekana yule ambaye anacheza na Simba ni Dodoma wa Ulaya, alafu huyu anaocheza na Yanga ni Dodoma wa Tanzania. Unajua mimi najiuliza hivi, hii mihemko lini itakwisha? Hebu kwenye ukweli tuzungumze ukweli, kwenye masuala mpira tuzungumze mpira, alafu mapenzi weka pembeni. Iko hivi, Yanga ameimprove, ameendelea kila siku kutenganisha ubora kati ya wao na mtu anayemfuata nyuma. Wewe unashinda moja, yeye anashinda mbili. Anaendelea kuweka gap kwenye eneo la ufungaji wa magoli, kwamba hata ikitokea tukafungana alama bado mimi nitachukua ubingwa tu kwa tofauti ya nini? Ya magoli, kwa sababu siku yeye akishinda 5 mwenzake atashinda 3. Kwa hiyo yani kila siku zinavyoenda, yani lazima kuwe na kitu kingine cha tofauti Yanga ambayo anaendelea kukiweka. Unajua ili uwe bora lazima uwe na wivu na yule aliye bora, na ili uwe bora lazima atokee mtu akwambie ukweli kwamba mwenzako yule fulani ni bora kuliko wewe, ili na wewe upate uchungu, ujisikie hamu ya kuhitaji kupata mafanikio zaidi ya yule. Unapataje mafanikio? Lazima uangalie njia yule alizozipita, na wewe uende ukatengeneze mazingira ya kupita njia hizo na ufanye zaidi. Kwa nini nimesema nimetolea mfano huo? Kwa sababu Yanga ni timu ambayo kwenye taifa letu imekuwa kila siku iking'ang'ana na rekodi zake yenyewe. Yaani inavunja rekodi zake yenyewe, inaweka rekodi zake yenyewe. Pigwa kelele sana hapa juu ya mchezaji bora wa mwezi uliopita, zimezimwa hizo mambo zimeisha, lakini zilipigwa kelele pia juu ya klabu bora klabu bora ya msimu uliopita. Ile tuzo mimi sijui kigezo gani kilitumika, sikutaka kwa sababu ufafanuzi wa kutolewa, lakini mchezaji bora wa mwezi ufafanuzi niliuona pale ulikuwa uko wazi kabisa. Kwanza katika eneo la nidhamu pale ndo mahali Chama ambapo alimwagwa chini na Okelo. Yaani mbali na kwamba alizidiwa magoli, pia eneo la nidhamu pia aliachwa. Kwa hiyo kuna vipengele viwili ambavyo Chama alipigwa chini pale. Eneo la nidhamu Chama alikuwa na kadi 2 za njano, wakati mwenzie alikuwa na hata moja. Kwa hiyo kwenye eneo la magoli na eneo la nidhamu Chama alipigwa chini. Sasa kingine ambacho mimi nataka tushare, twende kwa pamoja. Kesho tunaenda kushuhudia michuano ya Confederation ikiendelea, hatua ya nusu finali, Simba dhidi ya Coast Union. Lakini kesho kutwa Jumapili ni dabi ya Dar es Salaam, Yanga versus Azam. Twende tukaangalie mechi hizi zote mbili kuanzia kesho na kesho kutwa, alafu tutakuja na majibu hapa kwamba nani ambaye anakwenda kutoa kitu bora, nani ambaye anakwenda kupata matokeo yaliyo bora kwenye msimu huu. Hebu tusubiri hiyo kesho, alafu tutaongea mengi na mengine zaidi bana. Ni yule mkali wako, mkali wa uchambuzi, sio mwingine bana, Young Lucas Kalembo hapa
pamoja sana.